Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Siku ya leo, Jumapili ya Matawi, tunasherehekea ufalme wa Kristo punde tu kabla ya mateso yake, kufa na kufufuka kwake. Leo tunashuhudia Kristo anayeingia Yerusalemu, lakini aingiapo kama mfalme haingii kwa nguvu za uwezo, haingii kwa kujionyesha jinsi yeye alivyo na nguvu, lakini anaingia kwa unyenyekevu. Tunapoendelea kutafakari juu ya matumaini tulio nayo kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu, ni matumaini ambayo tunaombea kila siku. Katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 19 mstari wa 37, tunamuona Kristo anapoingia Yerusalemu akibebwa na mwana punda. Lakini umati na wafuasi walipomuona wakamshangilia na kumtambua kwamba yeye ndiye mfalme wa milele, mfalme wa amani, mfalme wa ulimwengu. Twasoma, wakampeleka kwa Yesu yule punda, wakatandika nguo zao juu ya mwana punda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi nzima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Sisi sote tunaalikwa basi, wa Kristo wapendwa, kumtambua, kumsifu na kuimbia, kumfurahia Kristo mfalme wa amani. Kuna matumaini kwamba Yesu Kristo ataridhi katika ulimwengu. Tunaomba katika Baba yetu, sala tuliyofundishwa na Kristo mwenyewe: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Matumaini yetu yote ni kwamba ufalme huo wa Kristo utafika. Ufalme wa Kristo utaenea, sio tu kuenea kwa fikira, ila ufalme katika roho zetu, familia zetu, makao yetu, hata katika jumuiya, nchi na ulimwengu mzima. Matumaini hayo hayakatishi tamaa. Matumaini yetu kwamba yule aliyepo msalabani, Yesu Mnazarethi, mfalme wa Yahudi, hata ingawa macho yetu yaonyesha kwamba ni kama ameshindwa, huyo ndiye atarithi kwa nguvu. Huyo ndiye atamaliza na kushinda uweza wote wa shetani na nguvu zote za ubaya na dhambi. Tunaposhuhudia katika maisha yetu, labda tunaweza fikiria kwamba uovu umeshinda. Labda tunaweza fikiria kwamba hakuna yoyote anawajali wale wanyonge. Hata tunaweza fikiri kwamba yale ambayo yanashikiliwa na umungu yataondolewa na wale ambao ndiye wanasukuma mambo ya ushetani, ya uovu, ya kunyanyasa watu, hata kunyanyasa mazingira, ati hao ndio watashinda. La hasha, Kristo mfalme wetu ndiye atashinda. Lakini yapaswa sisi sote tuchukue jukumu, ili kama wale waliokuwa wafuasi wake walivyofanya,
Ingawa sisi twajiona kwamba hatuna nguvu kama yule mwanapunda, tuchukue mavazi yetu tuyaweke juu ya huyu mnyenyekevu ambaye ndiye atambeba Kristo. Tuweke kazi yetu, talanta zetu, yale Mungu ametupa pale tulipo, tuweze kuweka kile ambacho tunacho. Mimi kazini mwangu, mimi katika jukumu zangu, mimi katika baba mama uzazi, mimi katika huduma ya aina nyingine ama chochote kile nimepewa kazi, madaraka. Wewe kijana, wewe mtoto, katika jukumu zako kama mwana familia, sisi sote lazima tuchangie ili sifa zetu na sauti kwa kazi, kwa matendo, isikike kwamba tunamtambua mfalme wa amani aingiyepo katika ulimwengu wetu. Kwa njia kipekee leo, katika majimbo mbalimbali, tunakusanyika pamoja na wanarika, kwa sababu siku hii ni siku sana inayolenga wanarika ulimwengu mzima, tukisherekea ujana tuliopewa na Mungu kama kipaji. Nyinyi vijana wetu, Mungu amewapa fursa ya kuchangia. Na tunapotembea leo hii tukiimba Hosana mfalme wa mbinguni, mfalme wa Yahudi, mfalme wa amani, tuomba matumaini yetu kwenye nyinyi vijana wanarika yaweze kufikia. Tuweze kuwapa changamoto, kuwashikilia katika nguvu zenyu na bidii mnaweka, ili imani yenu iwe thabiti. Mnaposhika matawi haya, ni siku ya kukata shauri na kuweka agano na Mungu kwamba nyinyi na nguvu zenyu, nia zenyu, furaha zenyu, na hata yale mmepewa vipawa mbalimbali sasa za ujuzi, mtazitumia ili kueneza ufalme wa Mungu wetu. Vijana wetu, ni nyinyi mlio matumaini yetu. Vijana yetu, twaomba kwamba msielekezwe katika uharibifu, msielekezwe katika kukata tamaa, kwamba Mungu anataka kuwatumia nyinyi kujenga nchi mpya, kujenga ulimwengu mpya, kujenga mazingira mapya. Anataka kuwatumia ili katika chochote tufanyacho tuone kuchanuka kwa maua ya imani, maua ya huduma, utumishi, maua ya nia njema na wema, kwa sababu nyinyi ndiye viongozi ambao mwaweza kuleta hayo yote na baraka kwetu sisi sote, toka jamii hadi kwa ulimwengu wote. Yapaswa nyinyi mshike vyema yale maadili ambayo itawasaidia na itatusaidia. Kwanza kabisa, kuwa waaminifu, kuwa watu ambao tunaweza waajibika. Tuwe waaminifu wenye kuajibika. Tuwe wale ambao tuna nia ya utumishi, na sio tamaa zituongoze, tamaa za mali, tamaa za nguvu. Tuwe wale ambao tunajielekeza na sio wale wanatumiwa, ili watu wanakuita kufanya yale ambao wewe hujui yaelekea wapi. Watu wa mpango, watu wa kuona nia, mapenzi ya Mungu yu wapi. Nataka kuchangia ili nieneze mapenzi ya Mungu. Watu ambao wanaomba, wanasali wakiomba Mungu atuonyeshe, tumulikie. Tupe mwangaza wako Mungu, kwa sababu utataka kuwa mwangaza na sio giza. Nyinyi ni maaskari wa mwangaza wa Mungu, baraka za Mungu, wema wa Mungu. Na ndiyo yapaswa tufanye mazoezi katika hayo ya umungu, hayo ya matendo mema, hayo ya utumishi, katika matendo ya huruma. Tuwe na uzoefu wa kuzungumzia mambo ambayo yanainua na sio yale yananyanyasa na kusukuma. Kwa sababu kwa maombi,
kwa fikira, kwa mipango, hakuna jambo hatuwezi kulifanya. Vijana, wanarika, tuelekee kutenda yale ambayo yanaweza inua. Tushike Kristo mkono, tumsaidie katika kubeba msalaba. Tusiwe tu wale tu wanapiga makelele yanapopita, lakini tuingie katika kazi hii ya kuleta ufalme wa Mungu duniani kote. Mwenyezi Mungu atubariki sote Jumapili hii tunapomwimbia mfalme wa amani, na aweze kuridhi katika nyoyo zetu. Na nyinyi vijana na wanarika, tuweze basi kuinua nguvu zetu, nia zetu, tuweze kumsaidia ili ufalme wake ufike. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.